Andaa mbavu zako, andaa mbavu zako. Andaa mbavu zako. Sitaki watu wakuone chizi, sitaki watu wakuone taila. Ukaanza kuchekacheka mbele za watu mpaka ukadondoka. Andaa mbavu zako. Kama uko mbele ya mama mkwe, baba mkwe, toka uende pembeni, uende ukacheke ukiwa peke yako. Andaa mbavu zako nimesema. Tunacheka huku tunajifunza. Yaani tunacheka huku tunajifunza. Aya, sikiliza hiyo hapo. Mama ambaye hajui wajibu wake kwenye familia amepoteza hata hadhi ya kuitwa mwanamke, mke wa mtu, kwa sababu hajitambui. Wakati mwingine mnapoteza waume zenu kwa ujinga wenu. Mwanaume ni kiumbe dhaifu kinachohitaji kudeka. Msituone hivi na misuruali yetu na mikoti. Tunatamani kudekezwa. Tunatamani mtu akudekeze, akwambie baba fulani pole na kazi jamani, umechoka. Pole sana. Yana mwambie amvue koti, utasikia okay, asante. Yana anajisikia raha, akorogewe chai, ambiwe niongeze kidogo. Yani kama vile hajui vikahawa anataka kuweka ngapi, anatakiwa kudeka deka, ambiwe chakula tayari mezani. Yani nimechoka, twende. Anashikwe mkono ainuliwe kwenye kochi, anapelekwa mezani, anatandaliwa kiti, kaa hapa, nikupakulie kinatosha. Ongeza kidogo. Yani anaongeza hivi. Wanaume wanapenda kudekezwa. Msituone hivi na mandevu yetu tunataka tudekezwe. Ndio maana wakati mwingine tunaumia, mama unapohamisha upendo wote unahamisha kwa watoto. Wakati mimi ndio wa kudeka wa kwanza, mtoto wako wa kwanza ni mimi. Kisaikolojia, mwanamke ndio tiba ya mwanaume kuondoa stress. Mwanaume akitoka kazini ana mawazo, ana msongo wa mawazo, anatakiwa akutane na uso wa mama wenye tabasamu. Uso wa mama wenye tabasamu ni dawa, ni tiba. Hata kama ulikuwa na msongo wa ofisini, msongo wa mawazo, ukakutana na mke wako namna hii, alafu ana tabasamu namna hii, anasema baba fulani karibu jamani. Hata kama walikuuzi kazini, stress zinaisha, msongo unaisha, yani unasahau. Sasa unatoka kazini wamekuvuruga, unafika nyumbani unakutana na uso wa mbuzi. Haya, na kingine ambacho watu hawajui kuhusu ndoa. Jamani, ndoa inahitaji utani. Ndoa inahitaji utani, sio serious. Userious ni kazini kwako huko. Kazini kwako ndo uwe serious, lakini sio kwenye ndoa. Watu wanahisi kwamba ndoa ndio inatakiwa uonyesha kwamba wewe ni kausi. Kwenye ndoa inatakiwa uonyesha kwamba sijui wewe ukoje. No, ndoa inahitaji utani. Mke wako yuko anaosha vyombo, unapita pale, anaosha vyombo mara unampiga kwenye vikalio. Jamani, niache na wewe. Wacha nini bwana na wewe? Bwana sitaki mimi. Sio kwamba hataki, muongo. Hata yeye anahitaji kupigwa huko. Mke wako yuko anaosha sufuria, mara unamtekenya. Niache bwana, usiniguse. Ndoa inahitaji utani. Sio kuwa serious. Uko kazini uko serious. Ukirudi nyumbani uko serious. Ukirudi nyumbani uwe na utani, mtanie mkeo. Mama amemfinya hivi. Niache bwana, usinifinye, niache na wewe. Mama ameshika. Jamani. Ndoa inahitaji utani. Sio serious ya nini? Kwenye ndoa tunahitaji kuhudumiana. Ndoa za dumu. Sawa jamani, yani kwenye ndoa kuna watu wamejiwekea wao ndo wanahitaji kuhudumiwa tu. Kumhudumia mwenzake ila yeye ndo amejiwekea ya kwamba ahudumiwe yeye peke yake. Kwenye ndoa tunahitaji kuhudumiana jamani. Kwa hiyo na sisi wanaume tunapenda kuhudumiwa na wake zetu. Umetoka zako kazini, mke wako anakutengea chakula, anaweka sahani mezani, pap, anakunawisha mikono. Karibu mume wangu. Pole na kazi, karibu chakula jamani. Asante. Anakunawisha mikono pale, anakiombea chakula au anasema ombea basi chakula. Anamega na tonge angalau. Mtu hata tonge umegi utafikiri umeweka sumu. Mtu anakuja na kutengea chakula amenuna, anasukuma misahani, anaweka shwa. Kuna wanawake anasukumiana sahani, anamtegea mume wake, anaweka sahani afa anasukuma shwa. Upumbavu gani huo? Alafu hata mikono hakunawishi, anaweka maji yeye anaenda kucheza na simu. Hata asemi karibu chakula mume wangu. Ovyo, hata koti kutoka kazini hakutoi. Yaani ovyo tu, aeleweki mwanamke, yuko tu busy na simu, yuko busy na mambo yake. Wakati mimi nikitoka nje kule utasikia jamani karibu, na naishwa kwa tabasamu, na karibisha chakula kwa tabasamu. Umetengea chakula kama vile umeweka sumu. Muda mwingine unamvua koti mume wako au unamvua shati, vile vishikizo vya shati unatoa hivi, alafu unamsogelea pale sikioni unamwambia hivi, leo na surprise yako. Utaona yani hata kama alikuwa na stress zinaisha, umemwambia mwanaume hivyo, leo na surprise yako. Wewe sasa wewe ndugu yangu, hiyo sura utafikiri uko jeshini. Mfanyie surprise mmeo, sio kununa tu kila muda. Ovyo. Siku nyingine nguo za mume wako zikichafuka, sijui vyombo vikachafuka, wewe usivioshe vyombo, usifue nguo, usipike. Mume wako akirudi nyumbani, anza na kupika. Ukishamaliza kupika, anza kufua. Ukishamaliza kufua, osha vyombo. Ukishamaliza kuosha vyombo, fagia. Ukishamaliza kufagia, piga pasi nguo. Yaani mume wako akuone kwamba na wewe una mchango kwenye familia.
unamsaidia vitu. Sasa kila siku anakuta umeshafua, ushapika, ushamaliza kila kitu, anakuta huko unachezea simu, anaona huna huduma yoyote, umhudumii. Siku nyingine fanya hivyo ili aone. Tunapenda sisi kuona mwanamke anachakalika, mara anapiga pasi, mara anafua, mara anafagia, mara anapika, mara anaosha vyombo, na sisi huwa tunajisikia raha, lakini sio unarudi nyumbani unakuta kalala tu, unaona kama hana kazi. Kwa hiyo ndoa inahitaji utani, ndoa inahitaji kuhudumiana. Kuna dozi nyingine inakuja, twende nalo.